kama nakumbuka hiyo siku. Mapenzi na mali wanaotamani ila wanafia njiani. Ni kama nakumbuka hiyo siku. Ila tuyaache hayo. Mimi hapa naitwa Mizi. Ila nataka kulifahamu jina lako. Kama ni jina ina no. Mimi naitwa Yamchampe. Jina nzuri. Ila kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia. Ni sawa, unaweza ukaniambia. Hapa unakaa uko na pesa. Kuna shamba fulani nimesikia inauzwa. Na inauzwa tu bei, si bei ghali, inauzwa tu milioni 3. Ni kweli? Na pia shamba naweza nikainunua. Hiyo shamba iko wapi na iko aje? Hiyo shamba iko Bali. Iko hapa tu Bodeni, hapa juu tu. Ukifika hivyo utaipata. Ni sawa. Nitamtuma mtu wangu wa kazi aje muende mkaiangalie. Ila sio leo, ni siku nyingine. Bila shaka, nitakuwa nimemsubiria. Naweza kusaidia namba yangu. Hii hapa. Akiamua kufika utanipigia. Ni sawa, nitakupigia. Haya ni sawa. Anijuaje? Hata mimi ndo nashindwa. Mambo yako mimi sijaamini. Ila kwenye kijiji chetu cha pili hamna mambo ya kishirikina. Bila siku utajionea, utaniamini tu. Wala hiyo isikusumbue. Tuyaacha. Poa basi. Alafu hiyo simu yako pana kidogo kupigia mtu fulani. Unaweza ukampigia. Purchase your tracks today. Karibu sana mtumishi. Asante. Karibu nyumbani. Nikusaidia kitu. Wala usijali, nilikuwa napita tu. Leo nimekuja ili tufanye maombi kwa sababu sijakuona kanisani kwa muda. Wala usijali mchungaji. Kanisani nitafika. Ni sawa, nitakuwa nimekusubiri. Natuombe. Kushukuru Bwana na kuabudu kwa maana wewe ni mtu wa rehema
na kushukuru kwa wema wako na fadhili zako, kwa maana wewe ni mwema Baba yangu. Juu ya vyote vilivyoumbwa hapa duniani Baba yangu, Ebeneza, naombea huyu mshirika wako Ebeneza mwema, ukoe pamoja naye Jehova Njire, jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Nashukuru sana mchungaji kwa maombi yako. Kwa sababu kuna mahali nataka kufika, tutaonana na. Haya mchungaji, ni sawa, nimeshukuru. Uwe na wakati mwema. Na kusubiri kanisani. Sawa, sawa mchungaji. Sasa kaka yangu, hivyo ndivyo kulivyo. Zipo nyumba kama 3 na ni zenye nilikuwa nimekwambia nitazinunua. Na kati ya hizo nyumba ipo moja nimeichukua juzi, na bando zipo baadhi za vitu nataka nikamilishe huko ndani, kama kununua makochi na rangi na pia kuingarisha huko ndani. Halafu baadhi ya hizo nyumba ipo moja nimepiga picha, naweza nikakuonyesha, iko hapa kwenye simu. Wazi wako unanitesekesha, hakika mapenzi hayawezi fungwa, siri yangu ndani yangu umepajua. Usiogope, tucheze na siri yetu, miti ya kale itashuhudia umbo letu, twaweza kutengeneza dunia mpya mpya. Siri ya umbo ni tunda la mituni. Purchase your tracks today. Ai, kaka. Mbona nyumba nzuri sana hii bwana? Alafu mbona hatujamia mpaka sasa bwana? Kaka, hiyo nyumba nilikuwa nimekununulia wewe. Alafu pia unajua haijakamilika. Sasa nataka ukue unaenda unaiangalia mara kwa mara, ikimalizia kazi ukuje uniambie. Ndio nataka uhamie huko. Mbona surprise kubwa sana hii bwana kaka? Alafu umetoa pesa za kufanya kazi yote? Unajua mdogo wangu,
pale kazini tunapata pesa mingi sana kwa muda huu. Wateja wanakuwa wengi. Alafu pia nimepandishwa cheo. Sasa napata pesa maradufu. Ndio sababu sasa nikaamua kununulia hiyo nyumba, na zipo baadhi ya hizo zingine. Ni vizuri umefanya, lakini ulikuwa umezoea ukipata kazi ama surprise kubwa katika kazi zenu unaniambia, lakini ile huko nisirikisha. Kwa nini? Unajua kaka, mambo zingine kama hizi sio kila kitu na kushirikisha, lakini niliamua tu nifanye ikiwa kama surprise. Na unajua tena kama siri zingine hauwezi hata ukamwambia mke wako. Mimi naona hamna ubaya kutokuambia hivyo. Nadhani nimekuelewa kaka. Lakini mimi nashindwa. Ile kazi yangu ndio ninapata mapato hayo yote ambayo umeniambia hapa. Kaka, hiyo mapato inakuwa ya juu hivyo. Kwa sababu hapo nimekuambia awali, mapato sahihi imekuwa mingi. Sasa mshahara wangu umeongezeka. Juu unafanya kazi ya ziada. Yaani muda ambao sio wa kazi. Ndio unafanya. Alafu ukifanya hivyo, kampuni yetu wanakuongezea pesa ya ada. Kama vile wanakuongezea inakuwa mshahara yako ni 2,000,000. Alafu mdogo wangu, pia wewe sitaki kuwa na kusaidia. Ila nataka ni kufanyia connection, uingie pale kazini kwetu, pia wewe unafanya kazi. Sawa kaka, nimekuelewa. Ni vizuri hivyo umeamua kunitafutia kazi. Ni sawa bana. Alafu mimi nataka nifike ofisini pale kwetu. Unajua tena na kazi mingi za kufanya. Sasa nataka nifike. Alafu kesho nitakuja nikuchukue tena nikupeleke ukaangalie nyumba. Sawa. Mungu walwazani kweka tajiri na masikini. Habari ya siku rafiki yangu. Iko freshi, labda ya kwako? Shwari, kama kawa tu. Vipi? Ile siku ulisikiaje? Hiyo nayo ni siku ingine. Sitawahi sahau maishani mwangu. Ile wewe ni kama umezoea. Hiyo ndio maisha tu. Pia wewe utazoea tu. Alafu kwani kuliendaje? Hata usiongee kuhusu hiyo siku. Ilikuwa siku yangu ya kwanza. Ilikuwa sherehe tu. Kwani ulitoka ama? Hiyo hapana. Lakini hata nikitoka si wako wengi. Siachane na mapenzi. Hapa wewe uko na mihela. Wewe saizi shughulikia pesa na sherehe. Rafiki yangu, maisha tunasema ni pesa na sherehe. Hiyo nayo mapenzi siwezi achana. Na huyu yangu atakuwa ameenda wapi? Ile siku nilienda kwao sikumpata. Na pia nilimpigia simu hakupatikana. Atakuwa ameenda wapi? Rafiki yangu, unawaza nini? Wewe unawaza nini? Amna. Yupo mkaka anaitwa Yana. Hivi rafiki yangu, utakuwa unamfahamu kweli? Kwa kweli, huyo simfahamu. Ila ningetaka kumfahamu. Naona amekusumbua sana. Hivi, unajua kwao? Sijui kwao, ila najua direction ya kufika kwao. Na pia najua kaka yake. Usijali rafiki yangu.
Basi utanipeleka kwa, alafu nijue vile nitakusaidia. Haya, Ni sawa, haina shida. Naomba nikuache rafiki yangu. Nitakuja kesho nikupeleke. sawa besti yangu. Wapo wanaotamani mapenzi na mali, wanaotamani ila wanafia njiani. Wapo Kila mtu na future yake. Halafu una mipango ipi sasa hivi? Manake ulikuwa unahitaji pesa na saizi uko nazo. Nataka nishughulikie ile mradi wa mamangu, afu tena niingie shule. Hilo ni wazo nzuri na pia ni msimamo dhabiti. Ni kweli unafaa kumalizia chenye ulianzisha ambacho kitakusaidia baadaye. Alafu ulikuwa za wapi rafiki yangu? Mimi nilikuwa tuna kuja kukuona ndio nijue sherehe leo ni za wapi. Kwa leo sitakudanganya, niko na shughuli nyingi. Ni sawa, lakini tunaweza panga iwe weekend. Unaonaje? Hiyo ni sawa, tutaenda weekend. Acha mimi nifike hapo nifanye shughuli nyingine hapo. Na mimi nataka kufika hapo dukani, chukua vitu zingine alafu nirudi. Lakini ikifika weekend usisahau kunishtua na simu. Ni sawa. Purchase your tracks today. Bella Bella. Bella amekwenda wapi kweli? Sijamuona kwa siku nyingi. Simu yenyewe hapatikani. Atakuwa ashaenda wapi? Ama vile yule ndogo aliniambia ni kweli. Samahani kaka, naomba kuongea naye. Sema na kusikiliza. Kaka, mimi sikufahamu, ila nataka kukushauri. Hey, kunishauri nini wewe ndogo? Najua hutaniamini, ila huyo mpenzi wako anakuchiti. Mbona sielewi? Ananichiti kivipi? Hivi nyinyi vitoto vya 2010 vinakuaje? Tangu lini watoto wa ndoa wakayaingilia mambo ya watu wazima? Ni kweli, upende usipende. Haya, makubwa. Ila nyie watoto mna mambo mengi sana. Haya, baki na ushauri wako. Ila ukitaka kuamini, muulize rafiki yako Blasi. Mbona nachanganyikiwa? Alafu Blaki naye nanipeleka wapi? Kama ni maongezi tuongelee tu hapa. Sawa. Hamna noma. Tunaweza ongea tu hapa. Kwanza kaka yako yupo? Ina kama hivi siku 3 sijamuona. Na hivi leo siku yangu. Sema kuwafumania ndugu yako. Kuwafumania na nani? Sasa bwana, tuwakuta hapo kwa jeje hapana hapo na mpenzi wako. Uligongewa. Mpenzi wangu? Umaanisha Bella? Huyo Bella aliona na macho yangu hivi. Bana sikuelewi. Bella hawezi nichiti. Nilijua tu utoniamini.
Hamna. Hakuaminia rafiki yangu. Ila nitajaribu tu kulifuatilia mwenyewe. Ni sawa, kuwa makini kaka. Alafu kuna mrembo tulikutana naye. Sijui alikukuta. Hakuna mwenye amenipata nyumbani. Ila kuna mrembo nilikutana naye njiani. Kiniulizia kakangu. Inaweza kuwa ni huyo. Ila tuyaache hayo rafiki yangu. Haya, baadaye. Ila kuwa makini kuongea. Hizi mambo zanichanganya kweli. Mbona hivi Bella? Mbona unifanyie hivi kweli? Siamini.